Shano la wewe umetoka Rombo, wewe ulikuwa bado mdogo unaoga tu, bado unaogeshwa. Yanatokea wapi Mzee Kilinge tuko kwako leo? Nadhani unafahamu mjadala unaendelea mtandaoni, hasa Manara na baadhi ya viongozi wa Young Africans. Wewe unazungumziaje hasa majadiliano haya? Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Ndio. Kwa kufika siku ya leo, maana kila siku unapofika inabidi umshukuru Allah kwa sababu kuna wengine bado hajafika katika hiyo siku. Ndio. Na ninaombea dua Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi wote walioko hospitalini ambao walio na maradhi wanayopambana na uhai wao, basi Mwenyezi Mungu awajalie kwa kila eneo. Amin. Na namshukuru Mrs. Kilinge, mama Mrs. Kilinge. Ndio ananifanya na nawili na mnenepa. Lete habari yetu bwana ni hii ambayo zinazoendelea kabisa ndani ya Young Africans, hasa ni baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakiwa na majadiliano makubwa, hasa kutokana na usajili, na wengine kuwa wametokea Rombo waweza kumfundisha kitu, na wengine bado walikuwa bado wanaogeshwa. Huyo ni Haji Manara bwana, amekuwa akitupa maneno hayo kwa baadhi ya viongozi wa Young Africans. Wewe Mzee Kilinge, kutokana na majadiliano hayo kwako unazungumziaje? Hasa ni moja kati ya watu, na wewe ni mmoja muhimu kati ya watu ambao wa Young Africans, ambao pia ni mwenyekiti wa tawi la Machinjioni la Young Africans. Wewe unalizungumziaje swala hili? Kwanza swala naliona kila siku inavyozidi kwenda inazidi kukua. Ile swali linazidi kukua. Sasa kama linazidi kukua inabidi upatikane ufumbuzi wa jambo fulani. Lakini mimi nataka niongee na Manara. Umeelewa? Nataka niongee na Manara. Manara sasa hivi amekuwa kama mtoto wa kike. Ndio. Amekuwa kama mtoto wa kike. Mheshimiwa yule. Ukiingia kwenye mpira, uheshimiwa wako unauacha huko kwanza. Ulikoingia katika nini? Mpira. Ulikoingia katika mpira. Yaani hata ukiwa na wewe cheo gani, ukija kwenye mpira unakuja bahari ya watu. Ufalme mwingine kabisa. Yaani ufalme wetu tunao sisi kina Wazee Kilinge. Ukija huku sisi yaani hatukulumi, tunapita na wewe, tunapita na zako. Hatujali ni nani. Yaani hatujali nani, hata uwe na cheo vipi. Inadi umetufuata. Yaani umetufuata sisi, wewe utajibiwa kwa sisi ulivyotufuata. Unapokuja ndio tunapokupokea. Sasa mambo mheshimiwa mimi usiniweke hapa sababu hapa tuzungumzie siasa. Mheshimiwa Kariakoo. Mheshimiwa huyo Kariakoo Shimoni atajua yeye mwenyewe. Umeelewa vizuri? Ndio. Lakini kitu ambacho ninachokiongea, Manara amekuwa kama mtoto wa kike sasa hivi. Haya yote yanakuja Manara kuongea na kulosoka kwa sababu tu ya kutokurudishwa kwenye kitengo. Na kuto vile kuwa karibu na GSM tena. Ndio. Sawa? Haya ndo Manara yanalosoka kupitia hivyo. Kwa sababu nyinyi mjibiane, huyu katoka Rombo, huyu katoka sijui Mkugwiswa, huyu katoka sijui wapi, hayuhusiani na kujibu hoja au hayuhusiani na bato. Sawa? Kwani huyu akitoka huko na wewe uliozaliwa hapa, kitu gani kilichopungukia au ulichozidi? Marehemu Magufuli kazaliwa hapa? Kazaliwa Dar es Salaam? Wao wapi? Si Chato? Hakuwa rais. Hakuwa rais. Nyerere kazaliwa Dar es Salaam. Hakuwa rais. Pia. Sawa? Tunakuja mzee wetu kina Mwinyi, mzee wetu Mwinyi, baba mtu Mwinyi kazaliwa hapa? Mtu wa Pwani. Akazaliwa hapa? Mzaliwa Pwani. Hakuzaliwa Dar es Salaam bwana, wewe unazaliwa Dar es Salaam? Kwa Pwani. Kwa Pwani vipi? Kazaliwa huko ndio, lakini sio hapa Kisiji huko. Umeelewa? Sawa? Sasa unapokuja neno kuzaliwa na ukajiona wewe kwa kuwa umezaliwa hapa ndo onekane kwamba ndio mtu wa muhimu, ni mtu wa maana. Wewe ni mpuuzi tu kama puuzi wengine. Mpuuzi kama puuzi wengine tu. Sawa? Anasema amekuwa na historia kubwa sana ndani katika klabu hizi mbili zote. Sasa akiwa na historia kubwa ndo nini sasa? Kasaidia nini? Amekuwa na historia kubwa ndio. Kasaidia nini? Hiyo historia kubwa. Anaposema baba yake alikuwa anacheza Yanga, baba yake alikuwa anacheza bure. Yeye baba yake Manara alikuwa anacheza bure. Tuulize kama alikuwa apewe hela. Sawa? Ilikuwa cheza bure. Ilikuwa nalipwa. Sasa anaposema baba ilikuwa anacheza. Sawa? Ilikuwa anacheza pale na anaongoza kwa muda wote kufunga sijui kitu gani anaongea maneno kibao na mimi nilikulia pale sasa ndio nini? Kuna kauli ya Haji Manara akasema kwamba yeye ni mwanachama hai na sio kwamba anakurupuka tu. Na kadi yake chama, yani ya wanachama wa Yanga kaionesha
Na akasema sio kwamba anakurupuka tu. Yeye anaitetea Yanga, lazima aseme kama inafanya vibaya. Kwa fursa hii alikuwa anaongea. Yeye ilikuwa inamlenga kweli, ilikuwa kwenye ukweli. Unajua nataka nikuambie jambo moja. Kuwa na kadi sio kwamba uweze kuwa mpumbavu. Kuwa na kadi uweze kuwa, hutaweza kukosa kuwa mjinga. Unaweza ukawa na kadi na ukawa mpumbavu. Unaweza usiwe na kadi na ukawa sio mpumbavu. Sasa akisema na kadi, unajua isifike wakati unaongea vitu au unafanya vitu unakimbilia mimi ni mwanachama. Unakimbilia mimi ni mwanachama. Sawa? Sio ndo kigezo. Kigezo sio hiko. Kigezo jibu kwa kile ambacho walichokiongea au fanya kile ambacho kilichokuwepo. Sasa huyu Manara ambao katika kauli yake anakimbilia kusema yeye ana kadi. Kadi nataka nikuambie. Kadi hata nguruwe ana kadi ya kwenda kliniki. Sasa Manara sio kwa ana kadi na kadi yenyewe tu atuambie kadi aina gani. Maana anaweza kana kadi ambayo ya kwenda hospitali kwenda kupima. Umeelewa vizuri? Zakilingi tena mbona kadi ya hospitali kwenda kupima Zakilingi? Inawezekana. Alikuwa msemaji yule. Alikuwa msemaji, kwani mtu akiwa msemaji shehe hawezi baadaye kuonekana kidogo na hitilafu. Lakini unadhani kwamba hoja zake alizokuwa kidondosha kwa kulaumu kwamba Engineer Said amefanya usajili katika dirisha la usajili, lakini wale kufika dirisha dogo amewafukuza na kuleta watu wengine. Wale walioingiza wengi amewafukuza wote na kuwaleta wachache ambao wamefanya vizuri. Uone kwamba ni hoja? Sasa ngoja nikuulize swali. Kama huyo ana utimamu kweli? Si ndio? Kama huyu na utimamu kweli, utimamu anao kweli Manara. Kama utimamu anao, ama kama anao utimamu. Maana mimi simuoni kwamba yuko utimamu. Kama utimamu anao. Yeye alikuwa nani? Si kiongozi? Ndio. Sasa alikuwa kiongozi? Sasa sifa ya kwanza kiongozi ukitoka madarakani. Si ndio? Unakuwa nani? Si mshauri? Ndio. Mshauri inabidi uende wapi katika ofisi za viongozi wenzako, si ndio? Ndio. Sasa yeye anaita media, anashauri au anagombanisha? Yale maneno yale, unaona yale maneno yale ya kushauri au yale maneno ya kupigisha shoti? Yale maneno ya kupigisha shoti kwa kariba yake yeye. Kwa sababu yeye alikuwa kiongozi, na maana msemaji ni kiongozi wa taasisi. Ndio. Alikuwa anasemea taasisi. Ina maana vitu vingi ilikuwa anaambiwa na kujua. Sasa inapokuja yeye anaitisha media, anasema failure. Sawa? Yaani usajili walio wini ni mmoja tu, Shabalala. Sawa? Sasa kwa kaliba na cheo alichokapata ikibidi asifanye hivyo. Yale inabidi atoke labda mwanachama au shabiki wa kawaida, yani wa kawaida, lenki ile tofauti. Akaongea na maneno hata kama yatakuwa na ukweli. Hata kama uongozi akafanyia kazi, lakini sio wewe kiongozi uliokaa kiongozi. Wewe ulikuwa kiongozi Yanga Afrika. Ilikuwa msemaji kwenye taasisi. Umesafiri nayo. Leo unavyoita media kuongea katika idara hiyo, maana yake tunaenda katika dabi, alafu tunaenda katika mabadiliko ya uwekezaji. Sawa? Tunaenda katika aina nyingi. Alafu wewe unapoanza kusema maneno hayo unasema kilabu naijua na mengi, tafasiri yake unafikiria nini? Kuna mengi mabovu. Mdomo wake Manara hujavaa chupi. Lakini makosa ni kwenye media au makosa? Mdomo wake hujavaa chupi Manara. Manara mdomo wake hana kaba. Zakilingi. Ndio maana akai na wanawake. Zakilingi. Mimi nakwambia kweli. Tabia leo ipo nayo huyu. Hawezi kukaa na mtu mwenye akili. Maana imekuwa hayo tena. Sio imekuwa hayo kwa kariba yake yeye, kwa uongozi leo kapata pale, hawezi kufanya hivyo vitu. Hawezi kuongea katika hizo kitu, hata kama mtu anakuambia yeye kashauri au katoa maoni yake kama shabiki. Lakini tatizo ukiangalia joo lake nyuma alikuwa msemaji, ina maana bado ni kiongozi. Ndio. Hata mimi leo mwenyekiti wa tawi, lakini nikitoka akaja mwenyekiti mwingine. Sawa? Mimi nisiwe na lopolopo nje. Kuwataki uongozi, hayo ndio yanaendelea pale Simba. Waliotoka madarakani katika uongozi, wanaataki uongozi uliokuwepo. Unategemeaje hapo? Unajenga kama unabomoa.
Sura kubomoa. Ina maana huyu Manara yeye alikuwa kiongozi, anatoka na biashara na kina Alikama ni watoto tu. Umeelewa? Watamvunjia adabu, itafika sehemu wale watamvunjia adabu, watatukana. Sasa kama ulivyosema yeye ni diwani. Watapeleka moto, alafu yeye atakuwa diwani wake. Atakuja hapa na hoja zake kwamba yeye ni diwani. Anasahau kwamba pale akaja kwenye mpira udiwani kafanyaje? Kauvua. Sasa mimi namwambia Alikamwe mjibu Ikunguru. Amjibu kabisa. Priva naye mshambulie wewe. Kwa sababu hana adabu. Mdomo wake hujavaa tupi kabisa Manara. Hujavaa tupi. Mzakiringe. Alikamwe mjibu. Na Priva mjibu. Kwa sababu mdomo wake Manara anaonekana kama hujavaa tupi. Anataka kuvunjwa adabu. Yaani mpelekeni moto. Lakini amezungumza kwamba anashauri tu Mzakiringe. Anashauri vipi? Mimi nilikwambia yule kiongozi. Yeye kiongozi Yanga kufika sikaiongoza, sikasemea taasisi pale. Wewe umekusikia Bumbuli anaongea chochote? Bado si. Umekusikia Dismas tena anaongea chochote? Bado sijakusikia. Umekusikia wapi salamu Antonio Nugeza anaongea chochote? Kwa sababu wale ni viongozi wamaliza muda wao. Na bado ni viongozi. Inawezekana Yanga Afrika wakaenda pale, wakawaita tena. Sasa wewe unapotoa kila jambo unaongea ni mpumbavu tu. Yaani huyu mimi nisikilize vizuri. Huyu ndo maana hawezi kukaa na mwanamke mwenye akili timamu. Mzakiringe. Manara hawezi kukaa na mwanamke mwenye akili timamu, chukua maneno yangu. Na ndo maana aachwa yeye tu. So yeye anaacha. Yeye anaacha bwana Mzakiringe. Manara anaachwa yeye tu. Ila ameacha Mzakiringe. Manara anaachwa yeye tu. Kwani kule Dubai kule Manara amefanya nini? Amefanya nini Mzakiringe? Dubai Manara amefanya nini?